Lengo kuu la semina hii ni kukumbushana, kama nilivyosema, wajibu wetu wanahabari katika kuzuia vitendo vya rushwa kuelekea uchaguzi mkuu Novemba 2025, ambapo wote tunaelewa tunaenda kuchagua madiwani, wabunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na bara. Kwa hiyo semina hii hasa tunataka wanahabari, hasa mkoa wa Morogoro ambao ndo walenga tuko mkoani kwetu, tushiriki vipi katika mapambano dhidi ya rushwa, tushiriki vipi katika kuzuia vitendo vya rushwa huko mtaani tunakopita, kwa sababu sisi tunawafikia wananchi sehemu kubwa sana, pengine kuliko hata sisi kama TAKUKURU. Kwa hiyo nyie wanahabari ambao mko karibu sana na wananchi, tunaamini kabisa kama mabalozi wetu mna nafasi kubwa sana ya kusikia au kuona vitendo vya rushwa vinavyoendelea huko kwenye harakati za kuelekea uchaguzi mkuu. Pia sisi kama wanahabari, sisi wenyewe tunatakiwa tuwe mstari wa mbele. Mwanahabari ukipofushwa kwa rushwa, hautaweza kuandika au kutoa habari za vitendo vya rushwa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi kinachoendelea katika mkoa wetu. Tunatarajia kupata viongozi bora na sio bora viongozi. Viongozi bora watapatikana pale ambapo haki itatendeka. Wananchi wamtambue mgombea ambaye anaenda kugombea hiyo nafasi ya uongozi, ambaye ana uwezo wa kuweza kuwasimamia na kuleta maendeleo katika mkoa wetu wa Morogoro. Lakini rushwa ikitembea, michezo michafu ikifanyika, watu wakirubuniwa kwa pesa, kwa vifaa, kwa nguo na nini, watu wanapofushwa macho, hata waandishi wa habari wanapofushwa macho, kalamu zitateleza. Hatutaweza kuandika na kutenda haki. Matokeo yake tutawapamba wasiopambika ambao hawafai, na tutawafukia wale ambao wanafaa. Kwa hiyo tunapoenda hapa ni kwamba sisi wanahabari tuna jukumu la kuhabarisha hizi sarakasi na rafu zinazotendeka huko. Sasa sisi wanahabari, sisi TAKUKURU, tusipokuwa wamoja katika hapo, tumepigwa chini. Na wale ambao tunakaa hapa kuimba rushwa watazidi kutushinda, na wakitushinda ndio nchi inakuwa corrupt. Waandishi wa habari mnapaswa kuwa majasiri, waadilifu na wenye kujitoa mwanga. Kazi yenu kweli ni hatari. Unajua kuna kazi ambayo watu watazungumza hawaizungumzii katika uhatari wenu kama kazi yenu. Kwa mfano hapa tunapoenda katika uchaguzi, ina maana mtamzungumza mtu anayetaka uongozi, amewekeza, kama anatoa rushwa na maana katenga milioni yake labda 800.